Tuko na story Secret of Money, siri ya pesa, mwandishi Yasini Ayubu, mhusika na Siwajibu. Siwajibu alishtuka usingizini, mapigo ya moyo alimwenda mbio, akakaa kitako na kuanza kutafakari ile ndoto wa maneno bwana kujirudia rudia, huku akijiuliza ubaya wa mzee kikulacho ni upi? Kwani amenipa pesa nisiyoitegemea kupata, lakini aliniambia siri ya pesa, na wale watu waliokwenda kwake msafara ule watakuwa wamefata nini? Sasa ila lisemwalo lipo, kama hamna laja. Alimaliza hiyo Siwajibu na kujinyanyua pale kitandani na kwenda zake nje. Akaona jua lishazama na akaona bora kesho habari za muda huu. Kukao kimetamatika, lakini hali ni mbaya. Pesa inayosoma ni Laki680. Kwa hiyo bado hakuna muamala uliowekwa kulingana na mahesabu yetu. Kwa hiyo Jumamosi tumepata mhasibu wiki hii moja, mpaka Jumamosi tukutane tena kuangalia alipofika, aende sokoni kufuatilia mahitaji yake. Siwajibu mwanamke mwenye ujasiri mkubwa sana, kwani aliamini anachokiamini yeye kutokana na mapito aliyopewa. Kuna siku zilizopita, kuna sehemu aliwasikia vijana wakitambiana mafanikio yao. Kila mmoja alisifia alipopatia pesa zake na kumiliki mali nyingi sana. Hivi inakuwaje wale vijana wamiliki pesa nyingi kuliko umri wao? Wamefanya kazi zipi hadi kwa pale walipofikia? Ila Mungu humpa amtakaye. Huenda zamu yangu bado haijafika. Siwajibu alimuamini kila anapofikiria namna alivyokuwa anaishi na mumewe, na ameshamtelekeza na mimba inazidi kukua siku hadi siku. Siwajibu alikumbuka maneno ya mumewe, akamwambia, mke wangu, usifikirie kila mtu atakuwa tajiri hapa duniani bila kuwa na juhudi na maarifa zaidi kwenye kutafuta utajiri. Kwani ukimwona mtu yeyote ana pesa, unatakiwa kumheshimu kwa sababu ujui wapi ameipataje, na wewe umekuwa hauna hiyo pesa ambazo mwenzio amezipata. Pesa ina siri kubwa, mke wangu, ni maneno ya jaribuni, akimwambia mkewe Siwajibu, ambapo alikuwa ana